Wasaniwi. Step. Atuishia hapa. Leo na taarifa njema. Kama ni mazoezi tumefanya ya kutosha, kwa hiyo tutaingia kambi kwa niaba ya kuandaa filamu. Na tutakaa kambi takriban mwezi mmoja. Kwa hiyo mjiandae kwa hiyo. Wale mnaoishi na wazazi mkawape taarifa kwamba mtatoka nyumbani ndani ya mwezi mmoja, mtakuwa mpo majumbani mwenu. Na wale mnaoishi binafsi basi muweke mazingira sawa kwa niaba ya kazi. Nadhani nimeelewa. Je, kuna maswali hapo? Mwalimu. Useme. Naomba niwe Seri yoamu. Swali lingine. Na mimi nilikuwa naombi hiyo moja. Niwe na nili queen wa mimi. No queen. Wasaniwi. Jiandaeni na kazi. Amekubali. Queen. Umetoka wapi? Hivi chini. Sasa kuna hela nimeacha pale nyumbani. Ulisema mkaa umeisha, kachukua kutanunua mkaa, alafu na vitu vingine ambavyo utaona vipo pale nyumbani. Sawa. Ngoja niwe huko kazini. Jana tumeenda zoezini, mwalimu akatuambia kwamba kwa kuwa tushafanya mazoezi muda mrefu, inatakiwa tuende sasa kambi ili tukafanye kazi. Maana kuna filamu tumeiandaa tunataka tukaitoe. Kwa amesema twende tukalale kambi ndani tu ya mwezi mmoja, hata viso muda mrefu. Yaani mwezi mmoja huo wote. Nisikilize. Wewe hakuna kutoka nyumbani. Sawa kaka, hapo cha ajabu kipi? Hakuna cha kaka wala cha ajabu kipi. Wewe hakuna kutoka nyumbani. Nimemaliza. Na kama ikibidi, kamwambie huyo anayewaongoza nyinyi aje aonane na mimi. Sasa hivi tunaenda kambi. Yaani mwalimu katufanyia surprise kubwa. Umeona? Surprise kubwa sana. Mwenyewe kuna kitu nimekatemu kule. Kifika kule? Ta enjoy sana. Mimi ndo enjoy zaidi maana mimi si nitakuwa na kabebi. Mimi mwenyewe nitakuwa na kabebi. Na wewe? Si wako wawili hayo. Nini? Sinajua mimi kila mtu anakuwa na wako wake. Mimi sina kijua. Yule mwenye mavyura hiyo. Yule mwenye mavyura. Mavyura? Mna. Mimi simjui. Mimi naye ni mfupi, anakamwanya. Msawanya? Anakamwanya hapa afu ana umbo fulani hivi. Wale ambao wameambiwa wabaki kwenye hii dunia ambao wataenda Lisero, unawajua? Huyo ndo wa kwangu huyo. Yupi? Huyo mwenye kamwanya, mwenye kashimo kama ka kwangu. Ndo huyo ndo wa kwangu mimi. Wewe. Tuheshimiane. Tuheshimiane kabisa. Kila napopita wewe unataka unapita, si ndio? Anga zangu ziwe zako. Kule si tulikubaliana mimi nikakuachia. Wapi? Umeshindwa. Wapi? Yeye alikudanganya akakupaki. Kama unataka tupigane, busa hiyo pisi. Sumeshanizoea. Yule mimi ni wa kwangu. Wa kwako kivipi? Ni wa kwangu. Wewe. Na kuheshimu. Sawa? Ukitaka tuchukizane, kuanzia sasa hivi tuvunje undugu kabisa. Gusa hiyo pisi. Mimi yule ni wa kwangu kabisa, sasa hivi. Wewe. Jua vizuri. Nikikasika ukala kama chui. Wewe kakako ni kale kembamba kale. Kale kembamba. Chukua yako. Wewe ndio uchukue yako. Kutaki kachukua yako. Wewe ndio ushakwe gari. Wewe ndio unachukua kale. Wewe. Kama ni kale kenyewe kachukue, lakini huyu sitaki. Na kwanza sasa hivi mimi wewe sio ndugu yangu. Kwanza sasa hivi usiniongeleshe, nikikuona ukiniona pita hivi mimi nipite hivi, sawa? Sawa. Wewe sio ndugu yangu, fita huku. Haina shida. Tasomana nikikukuta tu mimi nateka miguu. Yule ni wa kwangu, sawa? Ngumu kumeza, shubili.
Odi. Oh, mtumishi. Ndio. Habari ya uzima? Salama. Kwema kabisa. Ya? Samahani, kama atakuwa nimekuburudia ratiba zako. Karibu ndani. Asante sana. Nashukuru sana. Vitu adimu. Nisikupotezee muda kwa sababu najua pengine watu wakubwa waga mnakuta mna ratiba nyingi sana. Sasa nadhani tusifike mbali, niende moja kwa moja kwenye pointi. Kwa majina naitwa Nicholas, ni mtumishi wa Mungu. Nimedumu katika Injili au katika wokovu muda mrefu sana. Roho wa Mungu siku ya leo akaniongoza niweze kufika mahali hapo kwenye nyumba yako. Mchungaji, wewe unamtumikia Mungu na unamuomba kila siku. Sasa unaweza ukaniambia ni Mungu gani huyo unayomuomba? Kwa sababu sioni kama anakujibu. Umekuja kwa mguu. Just look at you. Mungu ninayemzungumzia ni Mungu wa mbinguni aliyeumba kila kitu hapa duniani. Unajua kila jambo lina wakati wake chini ya jua. Maisha haya ninayoyaishi leo, mtu anaweza kuona kwamba anaishi maisha ya shida, maisha ya taabu, pengine sina hata baiskeli ya kutembea, unaona. Lakini hivyo vitu vipo, na wakati wowote Mungu anaweza akaruhusu vije kwangu, kwa maana Biblia inasema fedha na dhahabu na vyote viujazavyo ulimwengu ni mali ya Bwana. Hivyo ninayo imani kwa wakati sahihi ambao Mungu amekusudia nitabipokea, kwa maana Biblia inatuambia utafuteni kwanza ufalme, kisha hayo yote mtazidishiwa. Sasa mchungaji, kama umekuja kunihubiri, nikupe pole ya kwamba umefeli. Kwa sababu kama nikubarikiwa, mimi nishabarikiwa. Na ninaye Mungu wangu mimi nayemwamini. Tofauti na huyu wa kwako kwenye vitabu, huyu wa kwenye hayo makaratasi ambao wewe umeyabebelea hapo, ambaye unamuomba kila siku na hakujibu. Kwa sababu mimi natamani Mungu nimuone kwa vitendo. Ningekuona wewe umeshine, umependeza, ningesema yes, huyu mtumishi wa Mungu. Lakini ninapokuona ukiwa katika hali hiyo, ni dhahiri ya kwamba Mungu hakujibu. Au basi kama anakujibu, basi anakujibu kwa namna gani? Ni sawa, unajua katika dunia, yani katika hii dunia kila mtu anaye Mungu wake anamwamini, lakini wa kuaminiwa anabaki ni Mungu mmoja tu, ambaye ni Mungu wa mbinguni, aliyemtoa mwanae pekee afe msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Mungu wa upendo anaitwa Mungu wa Israeli. Sawa. Unaona huo mlango ambao umetumia kuingilia? Basi huo mlango ambao umetumia kuingilia humu ndani, huo naomba utumie kwa ajili ya kutoka. Kwa sababu umeingia hapa ndani nikiwa na mambo mengi sana ya kufanya. Nimekuheshimu, nikakukaribisha hapa ndani. Lakini naona kama unanipotezea muda tu. Naomba uondoke. Ni kweli watu wengi Oi. Mchungaji, nakuomba uondoke. Kama ni hela nauli, sema nikupe ukapanda hata bodaboda. Basi tuombe hata kidogo. Sina haja ya maombi yako, nimeshaombewa. Basi nikuachie hata namba ya simu, ikifika siku labda umepata shida, kwa sababu unaweza kuwa na pesa lakini pesa zisiwe chochote. Ndugu yangu, ukiwa na Mungu ndo kila kitu. Nitakuitia polisi. Naomba utoke. Sawa, mimi naweza nikaondoka, lakini mtumishi, Mungu anakupenda. Na wewe anakupenda pia. Ubarikiwe mtumishi. Hakubariki na wewe. Ngumu kumeza. Shoga yangu nikwambie, nilimwambia kaka, alikataa tukatoka naambia nisiende. Yaani kakangu sijui ana shida gani. Kitu kidogo anakipandisha na kwamba kinakuwa kikubwa, lakini mimi ninavyokuambia lazima niende. Akubali akatae, mimi naenda. Yaani shoga yangu, jitahidi ili tuweze kufika kule kwenye sanaa, tupambanie ndoto zetu. Si unajua tena, hakuna mtu mwingine kukutimizia ndoto zako bali ni wewe mwenyewe, juhudi zako. Sawa? Shoga yangu ndio umeongea.
Unadhani mimi kakaangu namsikilizaga? Na kile kipindi cha kunikataza kuacha shule, sikumsikiliza. Ningekuwa nimemsikiliza ningekuwa shule. Kwa nakwambiaje, sana lazima niende na nitatoroka kama ikishindikana. Sawa shogangu, jitahidi na ujiandae vizuri. Si unajua upaki nguo zako nzuri nzuri na vile viatu na makeup usisahau, sawa? Haya tondoke. Maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta sioni, maumivu naumia moyoni, asubuhi mpaka. Nasikia kuna namna mmeandaa ili muende kutengeneza movie zenu, siji mkakae kambi mwezi mmoja sijui. Labda nikutoe wasiwasi bwana Taji. Unajua kile kitu alichokuambia mdogo wako wala hajakudanganya kabisa. Ni kweli kabisa, tuna mpango wa kwenda kukaa kambi mwezi mmoja. Kwa sababu kuna filamu ambayo tunatakiwa tukashuti. Kwa hiyo inahitajika tukakae kambi, na alichokuambia wala hajakudanganya, ni ukweli mtupu. Na nikikuangalia uso wako na kuona una wasiwasi bwana. Wala usiwe na hofu kabisa, mdogo wako atakuwa salama. Na kama unavyoniona mimi hapa nitakuwa mlinzi wake hapa Sawa. Najua unajiuliza kwa nini mimi na wasiwasi. Lakini mimi nakuamini wewe. Wewe ni rafiki yangu. Na mimi unajua kabisa kwenye hii dunia tumebakia wawili, mimi na mdogo wangu. Sina ndugu yeyote mwingine zaidi yako wewe na yeye. Hivyo basi, nakuomba sana, nakuomba ujaribu kumwangalia kwa namna yoyote ile. Arudi akiwa salama. Wala usiwe na wasiwasi bwana Taji. Mimi nakuhakikishia. Lakini kauli moja tu bwana. Mpemba aminiki bwana. Mimi niende bwana. Maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta sioni, maumivu naumia moyoni, asubuhi mpaka jioni. Furaha yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubiri. Pesa magali sasa yote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Maskini nilitamani utajiri, nikatumia njia za asili. Samahani mkurugenzi, tulikuwa tunahitaji wasanii wengine kwa sababu wamekuwa wachache. Na story kama unafahamu, story ni kubwa kidogo na kundi langu na wasanii wachache. Kwa hiyo ni vizuri kama utatuongezea wasanii wengine ili tuweze kukamilisha story. Kama issue ni wasanii, nikuondoe wasiwasi. Wasanii wapo na nitajaribu kuongea na madirector waweze kuona kwamba ananipatia wasanii. Na kama itawezekana pia tutaangalia hata msanii mkubwa zaidi wa kuweza kuwepo kwa ajili ya kuboost. Kwa hiyo hilo wala lisikupe shida, wala lisikupe changamoto. Basi sawa mkurugenzi, mimi nitashukuru. Lakini ungejitahidi kidogo kuangalia kidogo wanawake wenye shape kama anavyosema Mario. Wanawake sio na shape angekuwa sero. Wasanii wana mambo mengi ya. Kidogo ungejitahidi kuangalia wasanii ambao wana mionekano ili kazi yetu kidogo iende mbele zaidi. Sababu mionekano pia ni hamasa. Ndio, unajua kidogo kweli bwana, mwanamke kidogo akiwa na nyama. Hiyo nzuri sana hiyo. Hiyo nzuri. Usijali, lazima nizingatie kodi na itifaki. Bwana, hii ni kwa wapenzi wote wa burudani na filamu za kibongo. Tarehe 8 mwezi wa 8 2026, Nyakanazi inazizima. Jiandae kushuhudia filamu ya kipekee iliyojaa burudani, mafunzo na simulizi zenye kugusa maisha ya kila siku. Ili kufanikisha tukio hili kubwa, tunawaomba wadau, marafiki na wapenzi wa sanaa kutoa michango yao ya ufadhili mapema. Bila kusahau, tamasha hili limedhaminiwa na Kanun Teroji, Tiger Genie, Finu Production akishirikiana na Step Film. Kwa pamoja tunasema hii mbaya sana.
maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta siuoni, maumivu naumia moyoni, asubuhi mpaka jioni. Furaha yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubili, pesa magali sasa vyote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Maskini niliutamani utajiri, nikatumia njia za asili, asa leo ninaumiza akili, asa limegeuka shubili. Shubili, shubili, shubili.